Jambo ambalo linashangaza katika sakata hili la Epstein ni wale ambao wanaotajwa kuwa ni madikteta, viongozi wasiokuwa na huruma, viongozi wasiofaa kuongoza mataifa yao. Hakuna hata mmoja anapatikana katika orodha hii ambayo imeachiwa katika media. Mpango mzima ili uweze kuorodheshwa miongoni mwa viburudisho ambavyo vilikuwa vikihitajika katika kisiwa hiki cha Epstein ilikuwa hatua ya kwanza. Waliosajiliwa kwa kiasi kikubwa kushiriki katika tamasha tofauti zilizokuwa zikiandaliwa katika kisiwa hiki cha Epstein walikuwa ni wasichana wenye umri mdogo, na picha ambazo zimezagaa katika mitandao ya kijamii inaonyesha baadhi ya viongozi wakubwa ikiwa ni mawaziri, maraisi ambao waliokuwa wakishiriki katika sherehe hizo. Hatua ya kwanza ambayo ilikuwa ikifanyika ilikuwa ni kusajili kwa kinaisha wale ambao walionekana ya kwamba wanafaa kushiriki. Ni wale watu ambao waliokuwa na uhitaji, kwa mfano yule ambaye alikuwa akihitaji kuwa mtu mashuhuri kupitia kazi yake, aidha kuwa mtu tu mwenye pesa na kukutana na watu mashuhuri na viongozi wakubwa ulimwenguni. Na vile vile inatajwa kuwa walikuwepo wasichana ambao waliokuwa wakitaka ufadhili wa masomo ili waweze kuendelea na masomo yao katika vyuo vikuu vikubwa ulimwenguni, vyuo vikuu ambavyo ukisikia tu jina unaona ya kwamba mwanafunzi huyu lazima atoboe. Kwa hiyo kama ulikuwa unataka kujiandikisha katika vyuo vikuu hivyo, basi ilikuwa ni kwa njia hii. Na pindi ulipokuwa ukifika katika kisiwa hicho, kulingana na taarifa ambazo zipo huku na kule, zinapatikana huku na kule katika mtandao, jambo la kwanza ulikuwa unanyang'anywa pasipoti yako, ulikuwa unanyang'anywa simu ili usiweze kuwa na mawasiliano na watu waliokuwa nje na kisiwa hicho. Jambo la pili ambalo lilikuwa likifuatia ilikuwa ni wakati ambapo kukiandaliwa sasa tamasha, aidha sikukuu fulani ambayo ilitakiwa kufanyika katika kisiwa hicho, basi watu hao ambao walikuwa wakipatikana katika kisiwa hicho ambao walikuwa wamesajiliwa kushiriki kwa purpose tofauti, ambao wengi wao walikuwa ni wanawake, walikuwa wakitumiwa kama viburudisho kwa waarifiwa. Na waarifiwa utafahamu ya kwamba ni wale ambao wanaonekana katika picha hizi, picha ambazo inatajwa kuwa zilipatikana katika simu ya Epstein, kwa kuwa kuna picha ambazo zilinaswa na kamera za ulinzi ambazo zinajulikana kama CCTV. Lakini jambo la kushangaza pia ni picha hizi ambazo zilinaswa na CCTV, picha hizo bado hazijaonekana katika mitandao ya kijamii, huku maswali yakiendelea huku na kule. Ni nani anashikilia video hizo, aidha picha hizo ambazo zilinaswa na kamera za ulinzi? Na kamera hizi za ulinzi sio kamera za ulinzi kama tunavyofahamu pindi kukitokea tatizo huwa zikichunguzwa ili kufahamu ni kitu gani kilitokea, bali ni kamera za ulinzi ambazo zilikuwa zimefungwa kwa siri, na hata waliokuwepo katika kisiwa hiko hawakuwa wakiziona kamera hizo. Hivyo basi wakati wa kujirusha na viburudisho ambavyo vilikuwepo katika kisiwa hicho hawakuwa wakifahamu ya kwamba kuna kamera ambazo zinachukua matukio yote na kile ambacho kinaendelea katika kujirusha huko. Kamera hizo za siri lengo lake inatajwa kuwa ilikuwa ni kwa lengo la kuwa blackmail wale ambao waliokuwa wakishiriki katika sikukuu hizo, na walikuwa wakifanya mambo ambayo katika maisha ya kawaida ilikuwa hayawezi kufanyika kama kiongozi, na sehemu ambayo waliona ni salama kwao ilikuwa ni kujirusha katika kisiwa hiki cha Epstein. Na wewe kama kiongozi, pindi tu utakapozingua, basi utaonyeshwa video yako hiyo, aidha picha hiyo, wakati ukishiriki kitendo ambacho wewe kama kiongozi hakikustahili kuonekana hadharani na kukuzulia baa. Na hapo ndipo ulikuwa ukitakiwa kufanya kile ambacho usingetarajia kuweza kufanya katika maisha yako wewe kama kiongozi, na kupelekea skendo kubwa taifa lako kama sio kimataifa. Unadhani picha na video ambazo zilinaswa na kamera hizi za siri CCTV, ni nani kwa sasa ameshikilia video hizo na zitakuwa na athari gani katika siku zijazo au miaka ijayo? Tutarajie mabadiliko makubwa.